cultivate our everything else holy affection to our Lord Jesus Christ. Ya kwamba tunaposhughulikia mambo ya maisha haya ndio ni ya muhimu sana, ndio yana sehemu kuu katika maisha yetu chini ya jua. Lakini hata hivyo tunapoyashughulikia maisha haya, the only affection for our Lord Jesus Christ should be first. Ya kwamba mioyo yetu na upendo wetu kwake Yesu na maisha yetu tuyaweke zaidi na kumtazamia yeye ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Katika asubuhi ya leo, if our senses are not planted by sin and by contemplation of the dark pictures that Satan is constantly presenting before us, our fervent and continuous flow of gratitude will go out from our holy understanding. Ya kwamba Shetani yeye ambaye na mambo yake amefanya dhambi kufunika mawazo yetu katika giza kuu, ili kwamba tusione yale ambayo ni ya kushughulikia na kuangalia katika mioyo yetu kwake yeye ambaye ni Mungu, na kuwa na shukrani kuu kwa yale ambayo ametenda kwa maisha yetu katika maisha yetu ya kila siku. The everlasting song of return of the redeemed will be praised to him who has loved us and washed us from our sins in his own blood. Anasema kwa the everlasting song of the redeemed will be to praise him who has loved us and washed us from our sins in his own blood. Ya kwamba wale ambao watakaokolewa, wimbo wao milele na milele utakuwa ni kumtukuza yeye ambaye kwake yeye na kupitia kwake yeye our sins have been washed by his own blood. Ya kwamba watakaokolewa, wimbo wao milele na milele utakuwa ni ule wa kuimba na kutukuza yeye kwa damu yake tumekombolewa. Nimekombolewa na Yesu na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Ya kwamba kwa damu yake tumekombolewa, na utakuwa ni wimbo ambao tutakuwa tunatoa utukufu na shukurani na kutukuza jina lake yeye ambaye kwake yeye tumekombolewa. Ndio sababu Paulo anasema ya kwamba our focus, malengo yetu yawe kwa yale ambayo ni ya milele. Na kwa neno hili Mungu atubariki katika ibada ya asubuhi ya leo, tunapokuja mbele wale tumefika na kushikana mikono kwa maombi ya asubuhi. Wale tumefika tutasogea mbele hapa ili tufanye maombi pamoja, kwa maana Mungu tunapokuja tutaomba pamoja, tunapo shikana mikono na kupiga magoti mbele zake Mungu kwa maombi ya asubuhi ya leo. Baba na Mungu wetu ambaye umetupendelea sana kupitia kwa damu ya mwanao ukapata ukombozi na ukombozi wa milele.
Asubuhi ya leo tunalihimidi na kuliinua jina lako kwa sababu ya upendo wa pekee. Umetuwezesha tena kutupia nafasi hii kuja mbele zako katika ibada ya Sabato ya leo. Ni kwa uwezo na utukufu wako na nguvu zako na upendeleo huu na upendo wa ajabu tumeona siku hii ambayo ni Sabato mpya tena katika maisha ya kila mmoja wetu. Baba Mungu, si kwamba tuwema mbele zako, lakini kwa upendo wako Mungu umetupea nafasi tena tuje na kuleta mizigo yetu mbele zako katika asubuhi hii. Tuomba Mungu katika asubuhi hii neno hili ambalo unatuletea ya kwamba litutie nguvu tunapotazamia yale ya milele ambayo umetuandalia. Hebu Baba, katika nguvu za Roho Mtakatifu kwa ibada ya leo, tuone tena mkono wako, tuone uwezo wako na ushindi wa jina lako tunapokuabudu katika siku ya leo. Tunaombea wale ambao tumefika asubuhi hii, Mungu tunakushukuru sana. Umetupea nafasi hii ya kuwahi katika ibada ya leo. Tunaomba familia hizi ambazo zimeambilishwa hapa na wapenzi ambao wamefika, Mungu wabariki sana kwa sababu ya kutoa wakati wa pekee mbele zako, maana tunatazamia yale ya milele. Mungu wetu, kuna wengi wako nyumbani, kuna wengi wanaharakisha kuja katika ibada hii na katika ibada zinginezo zote katika dunia hii. Twawaweka mikononi mwako na ibada zote mbele zako Mungu. Katika ibada ya kanisa lako hapa asubuhi hii, tunaomba tuone uwezo wako, uongoze kila mpango, uongoze kila hatua, uongoze kila kikundi na tushikilie mkono katika ibada hii tutakapomaliza siku ya leo. Yesu, jina lako liinuliwe na tuseme kwamba tumekuwa pamoja nawe. Mapenzi yako yatekeleke, ni katika